Okay, sawa. Hapa nipo na Javelin pamoja na Paul Power. Sasa hawa miamba hawa ni katika watu ambao nimewaalika leo katika semina wamehudhuria katika semina ya The Rise of Gen Z. Wamekuja, tumezungumza mambo mengi, lakini sasa katika watu wote hapa huyu jamaa Javelin ameanza biashara leo, ameamua kujisajili kusambaza bidhaa za afya. Mzee, umeanza na mtaji wa shilingi ngapi? Kwangu mimi nimeanza na sogeza karibu Mike. Nimeanza na mtaji wa 195,000. Hongera sana. Sasa kitu gani kimefanya uniamini wewe mzee? Yaani tumekutana kwenye social media, umeniamini, yani kitu gani kimefanya uniamini mwanangu? Kitu ambacho kimefanya kwanza ni kuamini. Nilikuwa nikifuatilia baadhi za script zako ulizokuwa ukifanya. Content zile Ulikuwa ukifanya. Tunazungumza mule nini Ulikuwa ukizungumza, nilifuatilia. Lakini baada ya kupata tu inspiration ya content moja ile ya kuelezea kwamba ulivyotoka kwenye chain of poverty. Baada ya kusoma kile kitabu cha Rich Dad Poor Dad. Kile kitabu mimi nilikidownload kama software. Nikawa nimekipitia kidogo. Sio kwa sana, lakini nitaka ningenua original, yani in hardware ile nikisome. Nilikuwa nimekisoma just ni kidogo, lakini nilipata ka inspiration fulani, yani kapata kama ka motisha ndani kwamba elimu ya vitabu ni kitu muhimu zaidi kuliko kwamba kama na vile tunafocus na kusoma tu vitu ambavyo vinakuwa ni vinafundisha mashuleni. Elimu ya pesa ni kitu muhimu zaidi. Safi. Sasa unajua kuna elimu za aina tatu. Ndio. Kuna inaitwa scholastic education. Hii ni elimu ambayo unajifunza kusoma na kuandika. Na yenyewe hii inaanzia kuanzia darasa la kwanza mpaka form 6. Unajua lugha, kusoma na kuandika. Alafu elimu ya pili inaitwa professional education. Hapa unasoma upate professional ili uweze kuajirika. Sio unipate? Sasa kuna elimu ya tatu ambayo ni ya muhimu vile vile, ila watu wengi hawaisomi. Inaitwa personal development education. Okay? Kwenye personal development education hapa unajifunza kama vile kujiamini, kuweka malengo, unajifunza kuhusu pesa, kuzuia hisia zako, kuwa kiongozi, kuuza, masoko, kuanzisha biashara. Hizi ni skills ambazo ukweli ni kwamba huwezi kufundishwa na mtu, unajifunza wewe mwenyewe. Umenipata? Haimaanishi kwamba elimu hizi zote ni mbaya, inamaanisha kwamba watu wengi hasa Gen Z, okay, wakimaliza chuo, okay, hata watu wengi wako hivyo. Wakimaliza chuo anadhani elimu imeisha. Kumbe ndio imeanza. Umenipata point yangu? Kwa hiyo wewe unasoma, endelea kusoma kama kawaida. Maliza degree yako. Maliza, lakini jua kwamba umeanza biashara. Hii biashara unayoanza itakufundisha skills kama vile kuuza, itakufundisha ku network, itakufundisha kuweka malengo, itakufundisha kuwa kiongozi. Kwa hizo ni skills ambazo sasa ubaya hizi skills ni kwamba unatakiwa uzifanye. Unapata unafanya zaidi, ni practical skills. Unatakiwa ufanye zaidi, sio kusoma. Kwa hiyo huku mzee unaanza kujifunza kutengeneza maudhui, unaanza kujifunza kuongea na customers, wateja, unaanza kujifunza kuzuia hisia zako kwa sababu unafanya mambo yanatokea, unajua utajifunza kukataliwa, unajua watu watakukataa. Kwa hiyo hizo ni vitu vya msingi ambavyo vitakujenga, utakuwa mwamba sana. Mimi nakupongeza, hongera sana. Nadhani siku ukifika star 3 nitakupa zawadi ya kitabu physical hicho. Unipata? Ukitisha nitakupa target. Nisikupe tu bure, nikupe target fulani afu ufikie afu nikupe bibi hicho kitabu kama zawadi. Nadhani safari yako itakuwa ni nzuri sana. Sawa. Naongea sana kwa kuamini. Wewe ni mwamba bana. Nashukuru. Ila pia katika zile content ulizokuwa ukitengeneza, kuna content moja nadhani ile inasema ulizungumzia characteristic of people. Sasa nilizungumzia kuna part 1 na part 2. Part 1 hapo ilikuwa ikizungumzia watu ambao waweza kuwa na strong minded au ni mindset of high people. Okay. Mindset au sema watu wenye akili, naijua hiyo content. Nasema kwamba sifa za watu wenye akili ya kama nimesahau. Akili nini nikumbushe? Wewe tulikuwa tunashuti wote wewe jamaa. Akili strong minded people, strong minded people yani. Imara kiakili of course. Zile sifa zile. Safi. Zile sifa vikaniinspire nikasema mbona yani
naweza nita nikimfuata akawa uko unaongelea kwanza uko pale vile, kwanza kuna video kabla uliongea kuhusiana kwamba unaweza ukawa mentor. Okay. Nikasema mbona unaweza ukani-influence kwamba ukawa nikawa wewe ukawa mentor wangu, nikawa nafuatilia hivyo, ukaonyesha kwamba sasa ile script nikakutana nayo hiyo content, kwamba ulivyosema kwamba unabidi una watu strong minded, inabidi wewe hivi. Nilikuwa nimeisikiliza pale, nikasema naweza nikaenda nikajifunza kitu. Hayo mambo kabisa. Ni kweli. Afu pia ulivyosema kwamba kuna biashara, nikasema kwa nini nisijaribu? Okay, safi sana. Sababu njia nzuri ya kukucoach ni kufanya. Kwa hiyo tunapitia pamoja, yani tunafanya movement. Tunaongea na customer, tunatengeneza content, tunafanya movement, tunatafuta wateja, tunakata tamaa, tunaenda. Na nadhani hiyo ndio njia zaidi ya kukufundisha. Kwa mzee, kwa sababu tumeanza safari mzee, itakukimbiza balaa. Niliamini pia kwamba kuna kitu fulani ambacho ni kizuri zaidi. Nilikiwahi kusikiliza nacho. Kwamba nasema practice if you make practice you get experience, and that experience is more than a skill that you get if you are empowered by someone. Yeah, of course. Yes. Kwa sababu sometimes vitu vingine unatakiwa vijue kwa kufanya. Yaani unafanya mwenyewe, unapata experience. Unapata experience. Experience inakupelekea unataka kupata nini? Matokeo unarudia tena. Ukipata experience nzuri, hata kama ukifail. Of course. Utaanzia pale umejifunza siku ile ya kwanza moja. Tofauti ni ile kwamba unapobidi umekuwa tu umekaa kwenye comfort zone yako. Ndio connect dots. Kuna Steve Jobs alisemaga hiyo kwenye connect dots, maana yake una connect dots kwa kuangalia nyuma. Mambo uliyoyapitia unayaunganisha unapata kitu kizima. Unanipata? Mzee umetisha sana wewe jamaa. Haya tumpe mic na wewe mwamba. Okay, wewe mzee. Hongera sana kwa kuja kwenye seminar ya leo. Kitu gani ambacho umejifunza sana? Kuna vitu vingi nilijifunza. Nilikuwa naona videos, naona nilikuwa stili maanani. Sema huyu jamaa kuna vitu nilikuwa naviona kwenye video, naona kuna vitu jamaa anaongea point. Kapita muda fulani hivi nikawa kama siangalia, yani sizingatii. Ila kuna video fulani hivi niliona, ile video ilikuwa inaongelea jinsi matendo yako yaweje, unatakiwa uanze kwanza kichwani kwako. Fikra zako, vitu unavyovifanya, vitu unavyoviangalia, vitu unavyovisikiliza. Ukivifanya hivyo kwa ufasaha, utakuwa na tabia nzuri, utakuwa na mienendo mizuri, vitendo vyako vitakuwa vinafanyika. Hiyo noma sana. Hiyo inasema kwamba mawazo yanapelekea hisia. Sawa. Hisia zinapelekea vitendo. Vitendo vikijirudia vinatengeneza tabia. Tabia inatengeneza hatima yako. Kwa hiyo inaanza kubadilisha mawazo. Na mawazo yako yanaathiriwa na picha unazoziangalia, watu ambao unakutana nao kila siku, experience ambazo umezipitia katika maisha yako, either ni mbaya au nzuri. Kwa hizi zinapelekea haya yote, kwa sababu hii ni kama vile loophole fulani. Kwa sasa cha muhimu sio kubadilisha, ili uweze kubadilisha mawazo, kubadilisha mawazo unabidi ubadilishe picha, matendo, experience. Ndio utabadilisha mawazo, mawazo yatapelekea hivi vitu vingine vyote. Sasa watu wengi wanataka kubadilisha mawazo yao lakini hawajui wafanye nini. Kwa hiyo kwa kubadilisha tu watu waliokuzunguka, ukabadilisha picha unazoziangalia, ukabadilisha experience. Hapo kwenye experience sometimes unatakiwa uende sehemu ambazo ndoto zako zipo. Unaenda kusemea gari unalolipenda wewe, unakuja kwenye seminar unakutana na watu. Kwa hiyo inakusaidia kukushape. Inakupelekea kupata mawazo aina fulani, hisia za aina fulani, vitendo aina fulani, baadaye inakuja tabia. Hii inapelekea inakuwa una hatima aina fulani. Ndio maana wazazi wetu walikuwa wanatuambia kwamba usikae na mtu aina fulani, usikae na mtoto huyu, chagua marafiki vizuri. Kwa sababu hiyo yote inakupelekea hivi, ndio inaathiri hivyo. Ndio maana hamna kitu kama eti mimi rafiki zangu wana tabia mbaya ila mimi na tabia nzuri. Mimi hata hamna, watakuambukiza tu. Kweli kabisa. Point. Baada ya kuiona hiyo video niliona ni muda kidogo, lakini nilionaga ilikuwa saa 7. Ile siku sikulala. Nilikuwa nafikiria, nikasema hapa kuna kitu nitajifunza, kwa hiyo inabidi nifanyavyo ili jamani nikutane naye. Kapita muda wiki 2 zilizopita nyuma, ni siku ndo tukakutana Facebook. Tukapata mawasiliano WhatsApp kule, tukawasiliana mpaka leo nimefika hapa. Kuna kitu nitapata hapa, kuna kitu nitajifunza.
Kwa jamaa jina lako zuri kishenzi. Jamaa anaitwa Paul Power. Yaani power, yani jamaa una nguvu yani. Kwa mzee karibu sana. Hongera kwa kuniamini, lakini hongera kwa kufuria taarifa ukiwa kijana. Kama wewe una taarifa nyingi hasi ungeweza kufuatilia, lakini umeamua kwenda kwa taarifa nzuri. Hata Mungu ana makusudi na wewe, kwa sababu kwenye dunia hii hapa ambayo unajua sasa hivi nchi zina control taarifa. Kwa mtu anaye control taarifa na control namna ambavyo watu wanafikiria. Anaye control wanaofikiria na control namna ambavyo wanahisi. Ana control namna vitendo vyao na namna ambavyo hatima zao na kadhalika. Kwa hongera sana kufuatilia vitu chanya mzee. Asante. Kwa kweli jamani, nimefurahia kukutana na nyie. Nimefurahi sana kuanza biashara na wewe. Najua na wewe tutaanza biashara hivi karibuni. Njia zaidi nzuri ya kuwa mentored na kufanya movement ni kwa tunafanya, sio theory. Unajua maneno matupu sio issue. Unafanya vizuri ukiwa unafuko kwenye kitu unachokifanya. Watu wengi wanatamani sana kubadilisha maisha yao, hata ya kihisia, kiuchumi wanabadilisha, lakini sasa hawana vitu ambavyo wanavifanya, hawana bidhaa ambazo wanauza. Sasa na ukiwa mjasiriamali, ukiamua kuwa mjasiriamali na kuna ulimwengu tulionao sasa hivi, ni sehemu nzuri sana ya kujichallenge, kwa sababu utakutana nayo ma experience utakutana nayo uwanjani. Ndio maana kuna kitu kinaitwa mazoezi. Sasa biashara nyingine ukiwa unafanya mazoezi, maana yake inabidi una mtaji mkubwa, ukipoteza umepoteza, ulipie rent na kadhalika. Lakini mfumo wa biashara ambao sisi tunafanya hauna hayo mambo yote, lakini bado unaweza ukafanya kila kitu. Kwa hiyo hiyo ni mfumo mzuri kwa mtu ambaye anataka kuanza na kufanya movement. Sasa niwape 5 tu wazee, mpo vizuri. Mungu awabariki sana jamani. Naomba mentor wangu. Tutakuwepo, tutapiga tu. Hamna no.